Katika umri wa miaka 11 unadhani nani angekuaminisha pale ambapo angesema mkeo ndo anazaliwa? Au kwa umbali na utofauti wa lugha uliopo baina ya watu na watu, unadhani katika umri huo ungeamini kuwa mkeo hazungumzi Kiswahili kabisa? Vitu vingi ni vigumu kwa sasa duniani, kama kuikuza chaneli hii bila mchango wako. Ni kuombe kusubscribe kama sehemu ya mchango wako kuikuza hii channel. Juma Jux ni jina maarufu sana kwenye sanaa ya utumbuizaji nchini Tanzania. Umaarufu wake mkubwa umekuja mapema sana kwa nyimbo zake kama Uzuri Wako, Napata Raha na mfululizo wa nyimbo kali nyingi kubwa kama Nitasubiri. Safari ya Jux ina hatua nyingi sana za kimahusiano, kutoka kwa ex wake aliyetumikia kifungo kirefu China mpaka kwa mrembo aliyeishia kwenye mikono salama ya Nigeria anayeishi Marekani. Jux ni miongoni mwa wasanii wachache Tanzania ambao wapo kwenye orodha ya wasanii wanaosifika kwa kudumu kwenye mahusiano, japokuwa wapo baadhi ambao wamepita kwenye maisha ya Jux kama upepo. Miaka kadhaa nyuma, Jux alikuwa na mahusiano na mrembo Vanessa Mdee, ambaye mahusiano yao yalikuwa muda mrefu sana, yalikuwa na umaarufu mkubwa. Familia zikatambuana na hata baadhi ya ndugu zao wakawa na urafiki wa karibu sana. Huu ni uhusiano ambao ulidumu kwa miaka 6 kabla ya kuvunjika rasmi mwaka 2019 na kusababisha kupatikana kwa hit song nyingi sana kwa wakati huo, ikiwemo Kisela ya Vanessa na Mr. P wa P Square, Sio Mbaya ya Jux inayopatikana kwenye albamu ya Love. Kuvunjika kwa uhusiano wa Jux na Vanessa ilizua gumzo mtandaoni. Mbaya zaidi, tetesi zilipokuwa zikisambaa kuwa sababu ni usaliti wa mara kwa mara. Vanessa akawa wa kwanza kumove on baada ya kumpata Rotimi. Taharuki kazidi mitandaoni, mashabiki wakimcheka ujinga Juma Jux. Mara kadhaa Jux amekuwa akijibu kuhusu mahusiano yake na Vanessa, lakini Vanessa hazungumzi kabisa. Safari ya Jux ikaendelea kwa kuhusishwa na warembo kibao, akiwepo Huda ambaye alifanya naye wimbo akiwa kama video vixen. Siku zikapita, Jux akafanya mitoko mingi sana na mrembo mwenye asili ya Asia, Naika. Miaka kadhaa akamtambulisha Karen Bujulu. Uhusiano wao ambao umedumu kwa muda mrefu ukavunjika kwa tuhuma zile zile za usaliti. Wakati haya yanaendelea, Priscilla alikuwa binti mdogo sana, japo naye mara kadhaa alihusishwa kutoka kimapenzi na wasanii wa Nigeria kama Korede Bello na Lil Keshi, kukiwa hakuna viashiria vya moja kwa moja kuwa kweli alikuwa na mahusiano na mmoja kati ya hao, ila ukweli ni kwamba amewahi kuwa na ukaribu na wote wawili. Priscilla aliwahi kushiriki kwenye moja ya wimbo wa Lil Keshi, Nkambi, lakini kwa Korede Bello ni kama kwa eneo Lua. Amekuwa nao mara kwa mara kwenye video fupi. Ipo video fupi ambayo Priscilla amekuwa akizungumza mitazamo yake kuhusu urafiki na mahusiano kwa kusema kuwa yeye ni tajiri, anahitaji mtu tajiri zaidi ambaye ataongeza thamani kwake, la sivyo urafiki hauwezi du. Priscilla ni binti wa mwigizaji maarufu Nigeria Iyabo Ojo, akiwa amezaliwa wawili na kaka yake ambaye anatambulika kwa jina la Festus. Priscilla naye ameamua kufuata nyayo za mama yake, akiwa na elimu ya uigizaji aliyoipata Babcock University. Ameonekana kwa mara ya kwanza akiwa na umri mdogo sana kwenye filamu iitwayo Beyond Disability, na kuwa miongoni mwa machaguzi kwenye tuzo za mwigizaji bora wa kike mwenye umri mdogo akiwa na umri wa miaka 14. Kitu kinachonifanya nipende hadithi za kweli za mahusiano ya watu ni jinsi wanavyokutana, sababu za ukaribu wao, na hii ni moja ya sababu pendwa kwangu. Priscilla amekutana na Jux kwa mara ya kwanza nchini Rwanda, wakati Jux akiwa ana haha kupata tiketi ya ndege ya daraja la juu ya kibiashara. Jux akiwa mwenye hasira, Priscilla akiwa anacheka. Jux akagundua hilo, ikabidi awaambie timu yake kuwa hatozungumza na hao wadada, yaani hatozungumza na Chioma Ikoku pamoja na Priscilla Ojo. Lakini ikishaandikwa kuwa wakati wako wa kukutana na mkeo na mwanamke wa ndoto yako, hauwezi kuugeuza. Wakaishia kufikia kwenye hoteli moja na Jux akawa na ukaribu na rafiki wa Priscilla. Ukaribu na Chioma ukamsogeza kwa Priscilla, wakabadilishana namba, lakini mrembo hakumtafuta Jux kabisa. Walipokutana tena, Jux akajaribu kumtumia ujumbe mfupi lakini haukujibiwa. Siku zote mkate haujawahi kuwa mgumu kwenye chai. Jux akaendelea kukutana na Priscilla mara kwa mara na mahusiano yakaanza, shukrani kwa Chioma Ikoku. Huu uhusiano umejengwa kwa muda mfupi sana, lakini ndoa ni nyingi na za gharama sana. Ama kweli upendo hauamuliwi kwa muda na ni kiasi gani mmezoeana, bali ni kwa kiasi gani hamwezi kutengana.
na hilo ndo limetokea kwao baada ya kuwa karibu kwa muda mfupi tu na kuishia kufunga ndoa katika karibu kila dhehebu. Mimi ni miongoni mwa watu walioamini kuwa uhusiano wa Jux na Priscilla ni mpango mkakati wa kutanua mbawa za Jux kimataifa, na pale alipokuja na wimbo wa Ololufe ndo kabisa nikajua wazee wa mipango wanafanya yao kimataifa. Leo nakubali kuwa nilikosea kujiaminisha hilo, japo imani yangu ilikuja kufifia pale ambapo Jux alienda Nigeria kujitambulisha kwa mara ya kwanza kwa mama mkwe Iyobo Ojo na familia nzima ya Ojo. Nafahamu kuwa kulikuwa na wengi ambao wana imani kama ya, na naamini pia kwao zilififia baada ya kuonekana kwa picha za Jux na wakwe zake. Jux akaonyesha kuwa hatanii baada ya kuchapisha kupitia mtandao wa Instagram picha zake za harusi zilizoashiria ni ndoa ya kidini ya Kiislamu. Zikafuata ndoa za Kikristo na za kitamaduni. Nikazidi kuamini kuwa haukuwa mpango kazi wa kimuziki, bali ni upendo ambao umepokelewa na Mungu kisha ukabarikiwa kwa thamani na gharama kubwa iliyothibitishwa na mazingira ya sherehe husika na wahudhuriaji kupitia mavazi na ugawaji wa zawadi kwa maharusi. Kama usije ukachagua haraka, maana baraka zinakuja kwa nyakati. Ndoa nyingi zilizofanyika na maharusi hawa zilizua taharuki Tanzania, hata Lagos Nigeria. Na miongoni mwa watu maarufu walioguswa na ukubwa wa harusi za Jux na Priscilla ni Davido, mpaka kufikia kusema kuwa anajutia kwa nini hajafanya sherehe kubwa kama ya JP 2025. Huu ni ukweli kabisa, maana kwa walioyapitia Chioma na Davido walistahili ndoa kubwa sana, lakini Jux alijua thamani ya muda na kuamua kutengeneza historia ambayo itadumu kwa miaka mingi sana. Jux alijua thamani ya mkewe Priscilla na kumheshimisha kimataifa. Baraka zikazidi kumiminika kwa maendeleo na mafanikio ya kimuziki kwa Jux ndani na nje ya Tanzania. Baada ya kuachia EP yake ya A Day to Remember, kwa sasa Jux yupo zake ziarani kimataifa akisambaza muziki wake mbele zaidi, akiwa sambamba na rafiki yake Diamond Platnumz. Safari yao ya mahusiano ni ushuhuda wa upendo ambao usiogopa mipaka ya nchi wala tamaduni mbalimbali. Kwa sherehe zao walizozifanya, walianza kwa vicheko na kukosa ndege Rwanda, vikafuata vicheko vya uchumba, kisha machozi ya furaha za harusi zenye kuunganisha marafiki kimataifa. Kwa sasa matumaini yangu ni kuona uhusiano wa milele, ili mpenzi wa mitandao anayezaliwa muda huu aje kutambua kuwa mapenzi ya kweli yapo. Ukiruhusu moyo uamue nani umpendaye, furaha ndo huwa hitimisho. Nikukumbushe kusubscribe kwa Love Stories nyingi zaidi zijazo. Kama upo tayari kujifunza kupenda, hapa ni mahala sahihi kwa ajili yako, na hata kama haupo tayari, upo tayari kusafisha kinyongo cha moyo wako, pia nipo kwa ajili yako.